We did not want to be biased, and that's why we deployed experts. What they have produced to you here is a result of extensive research which has been done by some of our people. Some of them are in the universities who have taken time to come up with this analysis. Lakini nataka niseme machache kwa lugha ambayo wengine wanasikia. Sisi kama Azimio tuliamua ya kwamba tutaangalia vile jamaa wanafanya kazi, na baadaye sisi tutatoa maoni ambayo ni maoni ya kikweli kabisa. Umeona jamaa wakikimbia mara kwa mara kutoka eneo hii na eneo hii wakitoa ahadi. Na ahadi ni nini? Kuna ahadi ambayo walitoa wakati walikuwa wanafanya kampeni. Kuna lugha walikuwa wanatumia wakati ile ambao wanafanya kampeni. Hiyo lugha imebadilika baada ya wao kushika hatamu ya utawala katika taifa letu. Katika eneo tofauti tofauti wamekuwa wanatoa ahadi tofauti tofauti. Lakini tunaweza kusema kwa jumla ati yale ambayo wamejaribu kufanya haijafika kile kiwango ambayo wananchi walikuwa wanatarajia. Kwa upande ya kilimo wamenguruma mara mingi hapa na pale. Kwa upande ya miundo msingi, kwa upande ya elimu, kwa upande ya nishati au kawi, na kwa upande ya huduma kwa vijana kwa jumla, kwa upande ya ajira kwa vijana. Kilimo vile imesemekana hapo, mvua imenyesha, na kwa hivyo kwa upande ya chakula gharama yani bei ya bidhaa kama mboga na kadhalika imerudi chini. Kwa upande ya miundo msingi, kwa upande ya barabara na kadhalika, wamekuwa wakizindua zile barabara ambazo zilitengenezwa na serikali iliyopita. Wamekuwa wanakimbia pande hii kuzindua miradi ya maji. Gharama ambayo wanatumia kwenda kuzindua hiyo miradi ya maji hata inashinda pesa ambayo imetumika kutengeneza hiyo miradi. Kwa upande ya vijana, ajira bado imekosekana, na vijana wanahangaishwa hapa na pale. Eneo zingine kwa mfano mkoa wa Kati, eneo hii ya mlima huko, vijana wanahangaishwa hapa na pale, ati wanaingia katika mambo ya ulevi. Vijana wanashikwa, wanapigwa, wanawekwa ndani. Ikifika saa 12 usiku ni kama wamerudisha ile hali ya hatari ya mkoloni. Na sisi tunasema hakuna kijana yeyote ambaye angependa kuingia kwa mambo ya ulevi bure. Vijana wanaingia kwa mambo ya ulevi kwa sababu ya ukosefu ya kazi, ukosefu ya ajira. Sasa wewe unaadhibu mtu na hujampatia namna. Pande mbele kulikuwa na mpango tulifanya wakati tulikuwa na Kibaki. Hata Rais Uhuru alijaribu kuleta ile kazi mtaani. Tulikuwa na hizo kazi kwa vijana. Kama ungeweza kupatia vijana ajira, vijana hawezi kushughulikia mambo hii ya ulevi na kadhalika. Lakini vijana wanahangaishwa kwa sababu ya ukosefu ya kazi. Kwa mambo mengine ni mambo ya ugatuzi. Ugatuzi tulileta ile huduma ije karibu na wananchi. Na katiba yenyewe imetenganisha
zile mambo ambayo yanatakikana yatekelezwe na serikali ya ugatuzi. Lakini hii serikali ya Kenya Kwanza au Kenya Kwisha imeingilia mambo ambayo yanatakikana ifanyike na serikali ya ugatuzi. Unaona, kwa upande ya kilimo wameingia sasa, wao ndio wananunua mbolea, wanagawanya kwa serikali ya county. Lakini kilimo ni moja ya ile sekta ambayo imegatuliwa. Wameingia kwa upande ya hiyo ya kununua mbolea na kuleta kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Upande ya ujenzi ya manyumba, hiyo vile vile imegatuliwa. Lakini sasa wanataka wao ni wanakuja wanajenga manyumba alafu wanapatia serikali ya counties. Kwa upande ya masoko, wanataka wao ndio wajenge masoko ndio wapatie serikali ya counties. Kwa upande hii ya industrial parks na kadhalika. Kwa upande ya mabarabara, yote wameingia, na hii yote ni kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Ndio unaona hapo tuko na shida vile vile, hapo tumewakosoa. Kwa upande ya utawala kwa jumla, Bwana Mwangi ameongea juu ya mambo ya state capture ya institutions. Mliona juzi mfanyabiashara mmoja anatishwa, anaambiwa ati mambo ni matatu: uhame utoke Kenya, pili ni kuweke jela, au tatu ni kupeleke mbinguni. Haya yote ni matamshi ambaye mtu ambaye anajiita rais hawezi kutumia kutisha wananchi. Na vile vile tuma mahakama sasa zimeshikwa mateke. Unaona vile jamaa anamwambia mheshimiwa Okia Omtata, ambaye alikuwa amepeleka kesi mahakamani, ati unaharibu wakati yako. Mimi ni rais, huwezi kunishinda. Nitakushinda hata kule kwa mahakama. Kwa hivyo tayari yeye amejua matokeo ya hiyo kesi ambayo bado iko mbele ya mahakama. Bunge vile vile imetekwa nyara. Bunge imetekwa nyara wakati huu. Ameingilia hata kwa upinzani, vyama vya Azimio kama vile Jubilee. Wamechukua wabunge wengi pande ile, wanataka kuchukua Jubilee sasa iwe atini moja ya vyama ya Kenya Kwanza. Wanaingia vile vile kwa wabunge wa ODM. Wanaona vile wanavyoongea, vile wanavyosifu serikali, watafanya pamoja na serikali, na wao wanasema wao ni wanachama wa ODM. Haya yote ni kuhakikisha kwamba hakuna upinzani katika bunge, kumaliza vyama vya upinzani ili Kenya irudi katika utawala ya chama kimoja ya mama na baba. Kwa upande mwingine, umeona vile gharama ya maisha imepanda. Na juzi wameongeza tena bei ya mafuta, ambayo itasababisha kuongezeko ya bei ya bidhaa na gharama ya maisha katika taifa letu. Jana tumeona kama ile shirika yani waajiri, Federation of Kenya Employers, ndio naongea wakilia kwa niaba ya wafanyikazi. Chama ambaye imewekwa pale nitakana ikuwa inatetea wafanyikazi, ambaye ni KOTU, imenyamaza kimya. Hatujasikia sauti ya KOTU hata kidogo.
Bwana Atuli hayuko pale yote. Shenzi sana. Hii ndio wakati ambaye ingekuwa kotu wangekuwa kwenye mstari wa mbele ikiongea ikitetea wafanyikazi, gharama ya maisha ikipanda. Lakini sasa yule shirika ambaye ni waajiri ndio inaongea, inalia kwa niaba ya wafanyikazi. Kuna kitu mbaya zaidi ambayo imefanyika hapa. Hiyo vile vile ni state capture. Kotu imeingia katika mfuko ya serikali. Sasa kati nyingine sisi tulisema ati punda imechoka. Tulisema punda imechoka. Leo tunasema punda imeanguka. Mzigo umekuwa kubwa zaidi, sasa punda imeanguka chini. Wakati itafika, hivi karibu inakuja, tutaongea na wananchi. Lakini vile mnavyojua tumekuwa tukisanya masahihi kutoka kwa Wakenya. Masahihi tumesanya imeshafika milioni 10 na zaidi. Sasa imetosha gari. Na tunajua yale kile ambayo tutafanya na hiyo sahihi. Mara hii haitakuwa sisi tunaambia wananchi warudi kwa barabara. Hapana. Wananchi wakirudi watarudi kwa mambo mengine tofauti kabisa. Sitaki kusema wakati huu, manake nitakuwa mimi nimetoa maneno mapema. Lakini wakati huu watu wetu wanasongea na wale watu pande ile nyingine. Lakini na mimi wa Kenya kwa kimombo wanaweza kusema watch this space. Asanteni sana. Mwisho kabisa sasa. This assessment has been done and we have done the rating on the basis of the information you have received here. Our scorecard for this regime is 30%. That is D-. Asanteni sana.